Mr. Speaker. Kwa majina naitwa Richard Wafula, na mimi ningependa kushukuru wa Kenya ambao wanasimama na Kenya yao. Mr. Speaker, leo niko hapa kukashifu ubinafsi. Wakati mtu anakimbilia mali fulani, ako na ubinafsi katika sekta fulani, anafukuza mwenzake, ndio yeye akaweza kuingia akafamia hiyo, na amekuja na familia yake, amekuja na marafiki wake. Bwana, tuko hapa kwa sababu ya kuendelea kwa uchumi ya nchi yetu. Hatuko hapa kwa sababu ni nani ndiye ataongoza hii Kenya. Hatuko hapa kwa sababu ni familia zetu ndio ziko hapa ndani. Tuko hapa kwa sababu ya visasi ambazo zinakuja. Kila ambacho kinafanyika Kenya, mimi kama Mkenya mzalendo na kashifu wale vijana wanaenda maandamano wanarusha mawe. Tunakashifu vijana ambao wanaingia na mipini pale town. Tunakashifu wale polisi ambao wanapiga watu marisasi. Bwana, tuko hapa na lazima tuongee ukweli. Hatuko hapa kwa sababu ya kufukuzana ndio tukaweze kupata uongozi. Hapana. Bwana, let me tell you guys that when you go in school, madaktari wanasema ya kwamba the blood of human being is made up of two things. It is made up of iron and the plasma, that watery substance. The iron, that platelets and the red blood cells, hizo ndio zinafanya damu inakaa red. Lakini watu wote tuko na hiyo iron na tuko na hiyo plasma. Bwana, hakuna ukabila hapa. Mtu ambaye analeta ukabila anakufukuza hapa ama anakuambia mtu wetu wako hapa anapigwa tuende town tupigane, hiyo ni kitu ambayo hatutaki. Bwana, this country Kenya is built on a sovereign state. Sovereign state inamaanisha kwamba mwananchi yuko na nguvu. Nataka viongozi wasikize wananchi ambao wanatoa ideas zao. Tuko hapa kwa sababu ya kujengana, tuko hapa kwa sababu ya kuangalia vile tutaendelea kimsingi. Leo hii Kenya yetu inaendelea kuteremuka kwa sababu tunapigana. Hatutaki mtu wa Nyanza akuwe ndani, ama hatutaki mtu wa Mount Kenya akuwe Nyanza. Ni siku gani mimi niliuliza watu ya kwamba mtu wa Pokomo, mtu wa kule Lamu, mtu wa kule Tana River atapata uongozi lini kama tunaenda hivyo? Bwana, tuko hapa kwa sababu ya maendeleo, na tuko hapa kwa sababu ya kila mmoja apate representation in this government. Kukienda hivyo, tutafukuza watu wote ambao wako katika serikali na tupatie mtu wa Tana River akaweze kuongoza. Kwa sababu hiyo ndio watu wataenda town kupiga mawe. Kama uko na umati, basi wache watu wako wakuje waende warushe mawe. Bwana, tuko hapa, tutakupeleka pale kama huna kikundi kubwa, ndio usikuwa na sauti. Tunataka watu wa represent in a good way. Hatutaki watu ambao wanafinyilia wengine. Bwana, tunataka Kenya iendelee. Leo hii niliwaambia ya kwamba these countries of East Africa, na hatutaki wazungu waendelee kuvamia mambo yetu. Watu hao wazungu ndio wanataka sisi tupigane. Tuko hapa with sober minds ya kwamba Afrika inafaa, we have to decide on ourselves. We have to know what is right and what is wrong. Na mimi nataka kuambia wazungu ya kwamba tutasimama na Waafrika wetu. Liwalo tutasimama na Waafrika wetu. We are going to stand with our own black people, and this is not racism. Bwana, hatuendi kucheza na watu. Asanteni sana. Na 2027 nikifika bwana, fukuza watu wakora kabisa, waende. Tunataka hiyo bunge ikabadilishwe. Wale watu wenye wanapiga kura kwa sababu ya vitu fulani, nataka kuwafukuza. Watu wapate masomo, watu wapate barabara, watu wapate hospitali. Bwana, sorry, before I finish. Last week nilikuwa katika makafani ya kule Kenyatta mochari. Bwana, wakati niliona hizo mili zimepangana, nilienda kutoa my relative. That is the time I realized that is very painful. Kifo ni kichungu bwana. Wacha kupiga mtoto wa mtu risasi bwana.
Hata kama wewe ni polisi, uko na mtoto wako, uko na mama yako, uko na baba yako, siku moja watapatikana. Bwana, kila mmoja ni wa maana katika nchi. Watu wafike 2027 na hizo kura zihesabiwe. Asanteni.